ananipa tabasamu kama reze kazini, maneno yake laini, roho inatetemeka, kalamu inadondoka, sahau tarehe na ratiba, kila nikimwona napotea kwenye heka heka. Niko ndotoni au niko duniani, nazunguka hewani, nipo ndotoni naona. Safi vipi? Unajua kumekucha. Kwani sisi saa ngapi? Mpenzi kanipandisha juu. Baby. Yes, mimi. Unajua kiukweli kabisa nitakuwa na wewe nyumbani. Baby, huwezi kuondoka. Saa moja unaenda wapi sasa? Basi unajua mimi naishi na kakaangu, afu niondoka jana, hata taarifa yote sijatoa. Ni muhimu pia angalau kwenda kumpata taarifa tu kama niseme lala. Sawa, ila hutaweza kwenda leo. Utaenda siku nyingine. Kwanza na nguo zako zenyewe ushaziroeka mpaka nikakuendea nguo nyingine. Na kuhusu nyumbani tutaenda tu. Sawa, lakini unajua kakaangu atakuwa na mkwaza sana, maana kwa kweli kabisa hata ningempata taarifa kwenye simu. Sasa nilikuta tu ghafla mara asubuhi imefika. Wewe hapa ndo umefika, ndo kwako. Nyumba kubwa hii siwezi kuishi mwenyewe. Tutaenda, usijali. Basi tulale, naona muda bado. Ananipa tabasamu kama ni lazima nikamwambie hii ndoto ambayo nimeiota ni ya kwake, na hakuna mtu mwingine ambaye inampaswa hii ndoto ya kumwambia isipokuwa ni yeye. Ninauona utajiri mkubwa juu ya maisha yake, nauona utajiri mkubwa katika familia yake, na utajiri huu anaokwenda kumiliki ni yeye, na mimi sijawahi kuoneshwa na Mungu na kitu kisitokee, na ni lazima nikamwambie kitu ambacho Mungu amekwenda kunionyesha juu ya maisha yake. Maisha yake yanakwenda kubadilika. Hebu ngoja nimtafute Ruaga niweze kumwambia. Hakuna mwingine. Tumishi. Ndio. Habari bwana. Salama. Ndio. Nimefurahi kukuona sana. Nipo baba. Uonekani ndugu yangu. Maisha. Maisha yetu sio, tafadhali niongezee fedha. Wanaotusumbua sana hapa mjini. Aisee. Na mimi nilikuwa nafikiria ndani ya hizi siku 2-3 angalau nipambane niweze kuja kwako. Imekuwa ni neema sana. Ndio. Na ni baraka Mungu kutukutanisha siku kama leo Maria. Na Mungu mimi ananipenda. Yaani mimi nishajiona kabisa mimi ni kipenzi cha Mungu. Sema mimi nakwepa tu. Sema una ucheshi sana. Kweli? Kweli. Umri, yani mambo yanaenda na umri baba. Amina. Sasa mtumishi, yes. Pamoja na mambo yote, mimi na swali moja. Mimi kuna kitu kinanikwaza sana mtumishi. Ndio. Unajua mimi najiuliza kwa nini mimi sifanikiwi. Naona bwana, kwa sababu kama hela mimi duniani hapa nilishatafuta sana. Na mimi zamani nilikuwa nasali, mimi nilishasali sana, afu mimi nilishaswali sana. Lakini hamna cha maana mtumishi. Sasa uniambie labda katika utabiri wako, kwa sababu wewe ni nabii, kuna vitu fulani unakuwa unavyo vya tofauti. Sasa naomba niambie mtumishi, nini nifanye ili mimi niweze kufanikiwa? Mimi kama nabii wa Mungu? Ndio. Kiko kitu Mungu ananionyesha mali hapa. Wewe umekuwa ni mtu usiyetoa sadaka. Umekuwa ni mtu ambaye hausaidii wajane. Umekuwa ni mtu ambaye hausaidii yatima. Umekuwa ni mtu ambaye hausaidii watu wana uhitaji wanaokomba barabarani. Na Mungu ananionyesha kwamba hilo ndilo kitu ambacho kinasababisha usipati baraka. Mtumishi, ujue kwa vitu ulivyoniambia, yani nikikaa vizuri nikifikiria, naona kama kuna ukweli ndani yake hivi.
Au mtumishi wewe ndo Mungu wewe? Mimi sio Mungu. Bali nina neema ambayo Mungu amenipa. Unajua mtumishi, kama umeanza kuja hivi, Mungu anaonyesha kwamba hilo ndilo kitu ambacho kinasababisha usipati baraka. Na hicho ndicho kitu ambacho kimechofunga milango yako ya neema. Na Mungu ananiambia kwamba ukiweza kulitatua ile zoezi la kutoa sadaka, utakuwa na viwango vya ajabu. Utakuwa ni mtu mwenye utajiri mkubwa. Utakuwa ni mtu mwenye neema kubwa. Sasa mtumishi, sikiliza. Mimi kama issue ni sadaka, mimi nitapambana baba, nitaanza kutoa sadaka. Si sadaka tu. Sadaka. Ni wasaidie watu wasiojiweza, si ndio? Basi mimi mtumishi nashukuru, lakini kitu kingine ambacho nakusisitiza mtumishi, unapofanya ibada zako usinisahau kuniombea kwa Mungu. Yaani Mungu awe ananisikia zaidi. Mimi nataka Mungu ndo yaani awe anajua kabisa Luhaga hana hela. Sasa Luhaga awe na hela. Ndio kitu ambacho mimi nakitaka mtumishi. Maana katika sadaka ndio kuna kila kitu. Katika sadaka ndio kunafungua kila kitu. Mimi kama nabii, Mungu ananionyesha kabisa wewe ni mtu wa ajabu sana. Wewe ni mtu mkubwa sana. Yaani maneno yako najiona kabisa kama nimeanza kuwa mkubwa hivi, kama nimeanza kuwa na hela. Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana. Sasa mtumishi, fanya hivyo basi. Sawa sawa. Nifanyie ibada baba. Amen. Nahitaji ibada yako. Na kutazama kama Mungu mtumishi. Sio na wasiwasi. Ndio. Umsalimie ndugu yako. Umsalimie sana. Maalim. Msalimie Maalim. Bwana, salamu zimefika mtumishi. Alafu mwambie ukoke. Mwambie ukoke. Au sijali, yule anakuja naye kanisani moja kwa moja. Sawa sawa. Mpenzi kanipandisha juu. Na nikiendelea kukana hili jambo katika moyo wangu, najibebea mzigo wa dhambi katika moyo wangu. Ni bora nimtafute na niweze kumwambia. Hebu ngoja nikamtafute. Nazunguka hewani. Habari za hizi? Salama bwana, karibu. Sana habari. Salama. Sijui ndugu yako nimemkuta. Ndio ngani mwenyewe. Kwani una ndugu mwingine tofauti na Luhaga? Unamzungumzia Luhaga? Yes. Huyo bwana huyo? Huyo yuko hapa mtaani, lakini hapa kwangu mimi hayupo na siku kama ya 3. Ila watu wanasema wanamuona kwa, na mimi nimeongea naye jana, kaniambia mimi nipo ndugu yangu, nipo kwa kutafutaji, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sawa, kama uko mzima na salama basi hakuna neno. Na jambo unaweza kuongea na wewe kwa muda huu? Sasa hivi ungekaa basi. Wewe toka umekuja unasimama tu kama uko madhabahuni ndugu yangu, unahubiria watu bwana. Bwana tuzungumze. Wewe vipi bwana? Mimi kuna jambo limenileta mahali hapa. Nimeshindwa kupata usingizi, ikabidi nije. Bwana, mimi nimeoteshwa kuhusu ndugu yako Luhaga. Luhaga anakwenda kuwa tajiri mkubwa sana katika familia yenu. Na sio tajiri tu, anakwenda kubadilisha maisha ya familia yenu. Anakwenda kuwa mtu mkubwa sana wa tofauti. Maana Mungu amenionyesha, na nikasema hichi kitu Mungu ambacho amenionyesha nisikae nacho, na Mungu akaniambia katika njozi inabidi ukamfikishie taarifa. Unaona, kwanza kabla hujaendelea bwana. Katika ndoto uliyoota ya ndugu wangu anaenda kuwa tajiri, si bilionea. Umeoteshwa kwamba na hicho ambacho kitakachomfanya awe bilionea?
Kaka, nikwambia kitu kimoja. Katika Zaburi ya 120 neno la Mungu linasema, nalimtumainia Bwana na yeye hakuniacha njiani. Luhaga amemtumainia Bwana, amemwamini Mungu na akamuomba Mungu, na Mungu anakwenda kumtokea, na Mungu ameamua kuniotesha mimi mtumishi wake. Na ndio maana nikasema sio vyema nije katika familia yao niweze kuonana naye, niweze kumpa taarifa ya Mungu alionipa juu ya maisha yake. Sasa labda nikwambie kitu kimoja. Wewe unamsemea wewe, Mungu amesikia kilio chake. Luhaga sio kwenda kanisani, Luhaga sio kwenda msikitini. Sijui hata kama anapata sekunde moja kukaa kutambua kwamba kuna Mwenyezi Mungu au kuna Mungu aliyetuumba sisi viumbe hai tunayepumua. Si umenielewa? Luhaga huyo sidhani hata kama ana ufahamu huo. Wewe Yesu unamuona mtu kwanza jinsi alivyo mambo yake. Na wanaume tutapata kwa jasho, sio tutakula kwa jasho. Sasa yule pale kula yake yenyewe tu muda mwingine ngumu kwa sababu hana anachokifanya. Huo utajiri anaupata wapi aliyakuwa mtu mwenyewe yule kitu cha kufanya cha kumuingizia hela ya maana awe tajiri hana. Wewe unakuja kuniambia yule anakuja kuwa tajiri, sio anakuja bilionea, ndio hapo unakuja kunichanganya mimi ujue. Hapa nakwambia kitu kimoja. Wazee wa zamani walikuwa wanaishi pasipokuwa na Mungu, pasipokuwa na misikiti wala makanisa. Lakini Mungu aliwatokea kwa viwango vya juu. Bwana sikiliza bwana. Mimi hapa nilikuwa nasuka mkeka wangu hapa. Kuna timu zinaanza muda si mrefu hapa. Mimi niliacha shughuli yangu nikusikilizeni, nikajua umekuja na jambo la maana. Unakuja kuniambia habari za Luhaga kuja. Ufanye uende bwana. Nataka kufika na tukuomba kitu kimoja. Nijulishe, mwambie anipigie simu maana namba yangu anayo. Nilikutana naye mtaani nikampa namba yangu na Luhaga anawasiliana naye. Nitafikisha ujumbe wako baba, wewe fanya uende. Okay. Mwambie wewe wani maana simu yake nikimpigia ipatikane kabisa. Sawa babangu, nimedondosha mpaka. Ujumbe utafika mtumishi. Okay, sawa sawa. Kwa hiyo kuna utajiri wake huko na wewe una percent huko eh? Hiyo ni neema Mungu. Kama akiguswa huenda akanipa. Akiguswa lakini. Ila utajiri ni wa kwake peke yake. Baba nenda baba. Ai dunia hii eti mtu katoka alikotoka kwa kafunga safari yake, sasa anakuja kumtafuta Luhaga eti aje amueleze kwamba utajiri utakuwa bilionea. Sasa ni Luhaga kwa bilionea yule kweli yule? Niachukua bilionea mimi ambaye napoteza muda wangu na invest kwenda kutengeneza mikeka hapa, siku nimpige mwindi mchindo mpa aje kuwa bilionea Luhaga. Wewe ni mdogo wangu, na kama madhaifu kila mwanadamu wanayo, nisamehe kakako. Lini lini utaonekana? Au ndo maneno yalinikera ukapotea? Unajua Luhaga, nimekuita hapa kuna mambo nataka tuzungumze sisi kama familia. Mambo gani hayo bro? Kuna vijitabia wewe unavyo mimi sifurahishi navyo na sivipendi. Tabia zipi tena brother? Mbona kama vile Luhaga, wewe humu ndani kuna ukifanyacho sio wa kuchota maji pakikucha Luhaga. Sio wa kufanya usafi ukiamka. Kuna muda wewe unaoga ujue hata maji kayachota nani ukija unayaoga tu. Sio, umenielewa? Mimi ninachokitaka humu ndani tusaidiane kazi Luhaga. Wewe kuna muda wewe hata unakuta chakula kimepikwa yani unakula. Kuosha vyombo tu kwako wewe kazi. Kuwa msafi, kuwa nadhifu, kuwa kijana mstaarabu. Ama swala kuvaa hii kungutio la wapi mashineni. Achana nalo Luhaga. Mbona ujipendi wewe? Una shida gani wewe? Sasa mimi nipendeze bro. Mimi mwanamke. Kwa mimi nipendezaga mwanamke basi. Kakako nakupenda, na misi chekesho vyako pamoja na ucheshi wako. Mimi ninavyojuaga mara nyingi mtu anayependeza sana ujue huyu anakaribia kuhama jinsia. Anatoka kiumeni anaenda kikeni. Kwa hiyo wanaume huwa si atupendezi. Sisi ni watu wa kazi, muda wote tuko kazini. Dakika za mwisho unakuja kuona mimi kama nakutesa kwenye huu urisi, hakuna chochote, ila wewe ndugu yangu unapaswa kubadilika. Kwa mimi ndio napendeza. Yani pendeza, kuwa smart, kuwa msafi. Asubuhi unaamka, unaosha vyombo, unachota maji, unaoga, unafagia, unaondoka. La wewe mtu gani ukiamka asubuhi? Wewe nimekuona siku 3 nzima unaamka wewe uoge wewe.
Kwa hapa sijapendeza. Wewe na mwanamke kweli? Mimi niwe na mwanamke wa nini sasa? Tatizo pia hilo. Unapaswa kuwa na mwanamke wewe upendeze. Wewe masuala ya kutumalizia sabuni tuje kupata kesi kwa wapangaji. Au mambo ya kuaga smart ndio mambo siyatakagi mimi. Wanaume wengi wanaanzaga hivyo taratibu na kuwa smart, mwisho wa siku anakuwa smartphone. Yaani wewe ukitoka asubuhi shwa umeondoka. So kuoga so ukirudi shwa unaingia zako ndani unalala. Wewe unaona ndo maisha hayo. Wewe ndani pata kushindwa huko. Au mambo ya mamlaka mimi ndo siyatakagi. Au mambo kunishinda ndani yanahusiana nini? Tutapangiana zamu sasa hivi huko ndani. Bora tu hivyo. Sasa mimi siwezi kuwa na kuhudumia wewe kwa kila kitu, nikusaidie kuchota maji, nikupikie, nikufaifulie mashuka tunayolalia, sijui nini. Bwana wewe, mimi sio mwanamke wako bwana wewe bwana. Maana wewe nishakuona hata ndani kuna dalili fulani kama umeshaanza kunichoka. Wanakuambia kufukuzia ya kuambia toka. Sasa huyu anayeongea hapa ndio yule toka yule. Yale maneno ya kusimanga nilisema kwa utani. Labda moyo wako uliumia, ukaona ni bora uende mbali, ukaacha mlango wazi, haukurudi. Naongea na picha zako ukutani, nauliza uko wapi rafiki? Japo ni damu, tulikuwa marafiki. Sasa najifunza kushika ulimi. Samani blaza. Hatufahamiani sana. Hatujuani sana. Ila samani, nilikuwa nataka kukwambia yule ndugu yako, yule mdogo wako anachokifanya sio kitu kizuri. Yule mdogo wako nimepata story kwamba anatembea na mwanamke wangu. So mimi nilikuwa nakuambia kwamba umfikishe taarifa kwamba aachane na mwanamke wangu. Waungwana sisi usalimiana. Ndio desturi yetu sisi wa Afrika. Wewe unatoka huko ulikotoka unapishana na mtu husalimiani naye, umjulie hali, unamuataki na kuanza kumueleza matatizo yako. Nahitaji kuelewa kati ya hivi vitu viwili. Anatembea na mwanamke wako, anatembea na mkeo. Hapana, sijamuoa binafsi. Ndio maana nimesema kwamba ni mwanamke wangu mimi. Bado sijamuoa, sijamfanya kuwa mke halali. Ni hawara. Bado sijamuoa. Sasa nisikilize kwa makini hiki ninachokwambia. Kwanza, wewe mwanamke wako anakaa wapi? Mwanamke wangu mimi nitakuelekeza anapokaa. Mwanamke wangu mimi anakaa mtaa wa kwa Simba, nyumba namba 18 ndipo anapokaa. Wewe kaa vizuri, mchunguze mwanamke wako anatembea na nani. Usikute ndugu yangu ni rafiki yake tu bwana. Sawa mzee? Yule pale muonekano wake yeye, mavazi yake yeye yasikuchanganye blaza. Yasikufanye wewe ushindwe kujua kwamba yule ana mwanamke au hana mwanamke. Na sio lazima mpaka kuambie kwamba ana mwanamke au hana. Sawa, mimi kwa kuwa na shida na ndugu yangu nitakwenda nitamtafuta. Ila swala hilo unalotaka kusema kwamba ndugu yangu anatembea na mwanamke wako, hilo wewe mtafuta anayekumegea mwanamke wako, sio ndugu yangu. Yule sio mtu wa wanawake, mtu mwenyewe ukimwangalia jinsi alivyo na wanawake wapi na wapi yule baba. Alafu kitu kingine sasa, lolote limkute yule, tutakuja kuonana wabaya mimi na wewe. Kaa vizuri na mwanamke wako, angalia kama kuna namna yule umuweki vizuri, amshenyente vizuri, atakaa na kutulia na kuangalia ndoa yake. Yale maneno ya kusimanga nilisema kwa utani, labda moyo wako uliumia. Kitu ambacho sitaki kuamini. Ndio wewe ndugu yangu Luhaga ninekujua mimi? Ni mimi mwenyewe blaza. Hebu angalia kwanza ulipopendeza kwanza. Hivi ndio unavyotakiwa uwe ndugu yangu.
umekula mwenyewe raba yako nyeupe, t-shirt nyeupe, umemechisha, una kofia yako. Hii ndiyo kofia sasa, sio ile ambayo ulivaa siku ile nakuuliza hii, niambia hii kofia, hii kofia. Umeona sasa? Nakwambia kila siku mdogo wangu, uwe handsome, uwe mtu. Sisi kwetu tuna ma handsome, isipokuwa tu kipengele cha super handsome ni acheni mimi mwenyewe peke yangu. Huyu ndio kakaangu nilikuwa nakwambia mwalimu. Ndio blasa. Sawa sawa, nashukuru kufahamu. Alume achapi ile koti lako na ule mnyanyapuza wako ule. Tuachane mambo ya zamani. Sasa ndio tushakuwa watu wapya. Kwa hiyo tuangalie mambo mapya. Hivi ulivyo hivi nimeona. Na pia kitu kingine bwana, ufanye mpango uje nyumbani. Simu zangu upokee. Nakupigia simu ndugu yangu, toka umejipata umesahau. Wewe unakuwa kama bogo na haribikia ukubwani. Sasa brother, vitu vingine hivyo tutaongea bana nyumbani. Mimi nitakuja nyumbani. Tutakaa tu discuss tuone shida ni nini. Fanya mpango uje kweli bwana. Sio maneno tukitoka hapa tena tumekutana barabarani tena ndo shughuli ishe hapa bwana. Fanya mpango nyumbani, njoo bwana. Nina shida. Tumeelewana bwana? Mimi sina mengi bwana. Njoo nyumbani, usio unakaa na mtoto wa watu. Wewe ukifa unadhani atakula nyama huyo. Mimi nitamwambia mimi namtaka mdogo wangu akiwa hai. Dada, fanya mipango akulete nyumbani tukujue. Kuanzia sasa nashukuru kukufahamu. Nitakuja na atapokea simu zako kwa wakati. Mimi niko Sitokata tamaa kukupenda hiyo no. Sitokata tamaa, nishagonga nikachonga. Na kama madhaifu kila mwanadamu wanayo, nisamehe kakako. Lini utaonekana? Au ndo maneno yalinikera ukapotea?